Anipigia hata makofi jamani, mimi nipigeni makofi. Aba. Yo wapenzi watazamaji wa Samy-well TV, kama kawaida tu kwenye ukumbi mzima wa club ambao wanajifunza ngumi, wanajifunza karate kama kawaida. Afu baadaye na mimi nitakuja kuonyesha vitu vyangu kama kwa sababu vitu vyangu mimi au vipi? Yaani mambo yatakuwa kwa safi, yaani matobomba mambo kujiachia kama kawaida. Sasa ngoja tu. Unaona cameraman nifuate tuje tu tuone jamii na kuaje hapo. Unaona? Yaani au kwenye tizi hapa ndio tizi ndio anaanza mazoezi au vipi? Yaani tumesogea kabisa leo tuone inakuaje mambo. Unaona vitu? Unaona vitu? Mambo ndo kama haya. Yani Samy-well TV kama kawaida, ni Bendrick on the mic as a Samy-well TV. Wewe bado hujaweka subscribe zima uweze kufuatilia vipindi vya Samy-well TV kinyama sana. Unaona? Yani wajamaa wanapiga ngumi ile kizazi sana, lakini sasa usisikie uoga. Kuna muda wangu mimi na nitachukua umoja ama wawili nipambane nao. Nitakuonesha jinsi gani mimi sio mic tu naichezea, hadi ngumi naichezea. Napiga hadi ngumi au vipi? Ngoja mimi nijiunge. Jamani makubwa. Sisikii oga. Wewe sisikii oga. Mimi mkali natisha. Bala zito hili. Jamani tuna dance. Tutacheza muziki. Bala sasa. Jamani nachoka jamani. Wallahi nachoka. Lakini subiri bado. Mimi mambo yangu ni ya mateke. Mateke. Ni vitu vyangu mimi. Hizi za kuomba ugali, Kisha wanaleta urofu kwenye ugali wangu na kuharibia. Bala zito. Kama sipandishi mguu vizuri ni kwa sababu nimevaa jeans. Lakini nilikuwa navaa kama hivi hapo ningekuonesha bala zito. Hii hapa jameni, sitakuja kuaibika. Ngoja. Jamani. Vitu vingine vyombi ujuaji. Sina kulegezea tu, baadaye mimi nitakuja kuonesha mimi nani. Ndio tunamaliza sasa. Tujue inakuwaje vipi. Nilikuwa najitahidi mdogo. Naenda kuongea na viongozi, tujue inakuwaje cameraman nifuate. Tunasalimiana je? Zito hili. Kama kawaida. Akiwa mimi nazoea kupiga chess. Hizi hapa ngoja nianze. Master. Bala zito jamani. Toba. Kiro kinauma. Baba. Huyu mkali huyu. Shtuki. Ngoja. Mimi nimeona mazoezi yako fresh, yako poa. Lakini labda na mimi ningeomba kiongozi mmoja tu. Nichague nani mimi nataka nipigane naye ngumi. Nani yuko tayari? Wewe. Watu ambao wanafuatilia ni TV inaitwa ni Samy-well TV, ni TV ambayo imeanza kujitoa kuweza kufuatilia, kuweza kujua labda mtaani vipaji vikoje, watu wanafanyaje mambo yao.
tukaona labda ni bora tuje tukatembelee club nzima ili kujua labda club inafanyaje, imeanzaje na nyipi nia na madhumuni kwa club yenyewe hii au vipi. Ili naanza kuhema tu na bado sijapigana. Nishukurie hivi. Hivi Samy ndio anafanya. Yes, anafanya. Basta! Bana! Wewe si mimi ndo nakufanya kwanza sasa. Hapo. Basta! Anipigia hata makofi jamani, mimi nipigeni makofi. Asante sana. Asante. Labda ningeweza kupata fursa ya kuweza na hema kuongea na kiongozi mmoja ama wawili ili tuweze kujua tunajadiliana kwa lipi na tunaongeana kwa ajili vipi. Na hema namaweza kumpiga mtu au vipi? Ya kaka inakuaje? Safi. Safa lakini. Poa. Majina unaitwa nani? Kwa jina la wazazi naitwa Ndwimana Jean. Naitwa Ndwimana Jean. Kwa jina za wazazi kwa jina la kwanza sijauliza. Ni kung fu, ni karate, ni taekwondo, ni ipi? Ya hii ni stile ambayo tunayocheza ni stile ni taekwondo ya wa Korea. Ni taekwondo ni wa Korea ndio tunacheza. Kwa nini taekwondo Burundi? Taekwondo Burundi ni kwa sababu ni mchezo ambao uko fasi yote, yani uko sehemu zote. Labda kama tujaweza kwenda mbali, unaweza kujua labda taekwondo imeanza mwaka gani na mwanzilishi ni nani na kwa nini watu wameamua kucheza style ya taekwondo? Kwa kweli mchezo wa taekwondo ni mchezo ambao ni mzuri unaoshabikiwa na watu wengi. Kwa kutokeana na gisi ilikuwa kama vile surprise menifanyia. Kwa kweli kwa kusema nikisema nijue timu imeanza mwaka gani nitakuwa naweza kutana nimekosea, lakini taekwondo ina muda mrefu kwa sababu ni wa Korea ndio wameianza kwa kutokea kwa kujikomboa kwa nchi nyingine ya jirani ya Japan ndo mwaka ambayo siwezi kusema mwaka, lakini kwa kifupi ni kwa hayo. Ni mchezo ambao umekuja wakati wa Japan wananyanyasa wa Korea, ikabidi naweza kusema kwa lugha ya Kiswahili wajikomboe kupitia kwa michezo. Kwa sababu tukijaribu kutazama Japan kama sijakosea wanacheza karate, sivyo? Kama sio judo. Afu wa Korea ndo kwenye taekwondo, wa China kwenye kung fu. Au vipi? Utofauti wakati ya karate, taekwondo, kung fu, shitokai ni utofauti wapi upo? Ya utofauti kwenye upo unasikia hata kama majina yako tofauti na nchi ziko tofauti. Kwa sababu Korea wanacheza hii taekwondo, wanasema kudo base, wanatumia sana mara nyingi ni teke miguu. Wanatumia miguu sana. Lakini ngumi ngumi tunacheza, lakini tunatia kidogo. Ngumi sio sana kwa mchezo wetu wa taekwondo. Vipi kama labda ukikumbana na mtu ambaye anazicheza hizi zingine, anatumia na mikono, anatumia na miguu, uone kama kwako inaweza kuwa gumu kuweza kujikomboa na kuweza kupigana naye?
Ya kabla tumeanza hapa mmeona kama tunajitahidi wanaita keyboard. Tujitahidi kuonesha kama tunaweza kwa kila jambo. Tunaweza kwa ngumi. Yani kwa njia zote tunaweza kwa kujikomboa. Lakini sisi tunasema katika mchezo wetu au niveau national tunatumia sana miguu kwa sababu ndo sheria ya mazoezi tu ambayo tunafanya, tunatia mbele sana kwa kupitia miguu. Upi ubora wa Taekwondo kuliko hizi zingine style? Kwa kweli ubora wa Taekwondo ni kwa sababu sisi tunatumia miguu na mikono, umeshaona. Na kwa kweli kila mtu anajiamini kwa kile ambacho anachofanya. Mimi kivyangu naamini sana mchezo wangu ambao naocheza hii Taekwondo kulipo wengine michezo wengine yote. Labda tumezungumza sana, tuweze kujua labda wewe ni kama nani kwenye club kama hili? Ya mimi hapa tumezungumza, nimejitambulisha, jina langu Ndwimana Jean. Niko entraîneur wa club Taekwondo Academy Kamenge. Mimi ndo nafundisha hapa, nafanyisha mazoezi kama vile kocha. Ya ni kwa hayo. Ya ngoja tuweze kuuliza mwingine. Asante sana Ndwimana Jean Claude. Asante sana. Kaka inakuaje? Salama. Safi lakini. Safi. Assalamu alaykum. Alaykum salam. Vipi dini inaruhusu kule kupiga ngumi? Sana inaruhusu kabisa. Mbona kama dini sometimes mimi mwenyewe Muislamu hapa amenikataza kupiga ngumi, hata japo nimepiga zimbili tatu hapa, ni kwa sababu ndio hivyo tena. Hata watoto wa kike wanafanya. Eti. Ndio. Kweli. Ya unaitwa nani? Mimi naitwa Rajabu Abdi. Abdi Rajabu, kwenye timu wewe kama nani? Mimi kama msaidizi, kocha msaidizi. Yaani ni vice kocha. Mshauri. Pia niko mshauri kocha, niko msaidizi kocha. Okay. Vipi wewe michezo ya Taekwondo, ugumu uko wapi na urahisi uko wapi kwako wewe? Katika huu mchezo wetu wa Taekwondo, ugumu ni pale kujinyosha miguu. Ndio pako ugumu. Kwani Taekwondo tae ni njia ya kupiga teke na kupiga ngumi. Ndio maana ya Taekwondo. Sasa ugumu penye huko watu wanasumbuka kucheza huu mchezo pindi huwa tunapenda kujiachilia miguu, yani miguu mepesi sana. Yani ukiweza hayo Taekwondo unaiweza. Okay, labda kama una kumbukumbu wewe unaweza kuwa umeanza kucheza mchezo lini? Mimi naingia katika darasa la 12, yani mwaka 2006 hapa. 2006. Umeanza mwaka gani? Mimi katika hiyo mwaka huo umeanza. Kwa sasa unafikia kwenye wanaita mkaba? Mkaba. Unaona ni black. Ni black. Kusudi ufike kwenye black unaanzia wapi? Tunaanzia katika msipi mweupe. Yao kuna mtu ambaye ana msipi mweupe. Kwa nini? Watu tayari wanaupita. Kutoka kwenye msipi mweupe unaenda kwenye mkaba upi? Wa njano. Kutoka kwa njano tunaenda katika mkaba wa rangi ya kijani. Unaenda kwenye wa vere afu blue, afu tunaingia red, ndio tunamalizia katika black. Labda kama mimi nikivaa hii navaa black na red, inawezekana? Haiwezekani. Kwa nini inawezekana? Ukipita ya stage ya kwanza unaenda mwingine ile umeacha autorudi kuivaa tena. Kusudi uweze kupata hiyo mkaba inakuomba kitu gani? Bidii kwa sana. Inabidi bidii kwa sana, kwani mpaka ufikie katika mkaba wa black utakuwa umefanya training nyingi sana. Katika stage kuna muda fulani na vitu na utakavyovisoma ili vikusaidie kuingia katika stage nyingine. Labda hii mikaba mnaipewa na kina nani? Mnajipea wenyewe ama labda kuna watu ambao wanawapatia? Kuna staff ya federation ndio inasimamia hayo mambo. Pindi mwanafunzi akishaelewa vizuri katika stage aliomo, ndio tunaandaa mtihani wa wanafunzi wote nchini Burundi. Alafu tunakuwa sisi tunawashimamia. Alafu pindi mwanafunzi akiweza anaingia katika stage nyingine. Okay. Labda wewe kama wewe umeshawahi kupita kwenye michuano gani? Mimi michuano mingi shapita hapa nchini mwetu. Hapa kuna competition yameshafanyika nchini Kigali, tumekwenda huko tukajitahidi tukapita eko, na wenzetu hapa wamepata fursa ya kuingia katika Uganda, Kenya, mpaka wengine wameenda Senegal, siku zimeisha, wengine hata wamevuka Korea. Inalingana na bidii unayo. Inalingana bidii unayo. Wewe nchi ambazo ulizozienda, upi utofauti umeona kwa Taekwondo ambao unayotumia na nyingine nchi ambazo umetumia? Tofauti upo katika nchi yetu. Najua si tunatumika
katika lugha yetu ya Kifaransa tunasema volontariat, tunajitolea, yani hatuna wafadhili unakutana ni huwa wadogo, na mheshimiwa kiongozi wetu hapa anatusaidiza kiasi fulani, lakini inabidi nchi tusaidize ili taekwondo iweze kusonga mbele, maana nchi wanasaidiwa na nchi zao, wanasaidiwa sana. Tumeenda kama katika Kigali, tulizama Kigali, katika hususan hata Kigali imeanza kwanza taekwondo mbele yetu, lakini hivyo washafika mbali sana ndio sababu wako na financement sponsor za kutosha. Wewe kama serikali unaiomba kitu gani? Mimi ningeomba serikali tusaidize kwa bidii, kupa fikra katika mchango ili taekwondo iweze kusonga mbele. Labda kwenye michuano ya hapa Burundi ulishawahi kuchukua na namba ngapi? Mimi fursa hii sikupata juu nimekuwa katika sehemu ya shule sana, lakini mimi nilikuwa nafundisha na baadhi ya wanafunzi wangu, maana katika competition inabidi ujipe muda usubuhi saa 8 cross kila saa, lakini mimi sikupata hiyo fursa juu sababu nilikuwa sana muda wangu mwingi ni shuleni, lakini shuleni masomo ya mimi niko engineer, lakini nasaidia kuforme watoto ili wasonge mbele, na watoto tunawasaidiza hapa kwa watoto wanashafika wa kwanza, wa pili, wa tatu, ndio nguvu zangu pia nazitoa hapa. Kuchukulia kwa watoto ambao wako hapa, wazazi wao inakuwaje? Kuhusu wazazi wao, ndio hivyo tena, wazazi sio watajiri sana, lakini tunajikaza kukazania wazazi ili watusaidize, wawape bidii watoto wasiachi, maana wazazi wengi huwa wanasema eti mchezo wetu ni wa kibandi, yani wakabaji, yani mtoto akishajua kupiga teke labda wapige wazazi. Aje kutokea hizo kesi, labda mzazi akaja akajishtaki hapa kwamba mtoto wake alimpiga mateke, alimpiga magumi kutokea michezeni? Haijawahi, maana tu wazazi walijua kama labda yatatokea hayo, lakini punde wa mtoto alikaa hapa mwaka mzima, tukamfunza vizuri, mzazi mwenyewe kaona maajabu. Mtoto wangu amekuwa mgararizi nyumbani, lakini kisha kuwa mpole. Ndio wanatoa discipline ambao wazazi hawajaweza kutoa. Maana mkutuletea mtoto mgararizi hapa, tutamnyosha miezi 2 mitatu. Tutamnyoshaje sasa? Pigwa ngumi nyingi sana. Hapana, discipline iko hapa. Mtoto mwenyewe ataona hapa kama ni sehemu kabisa ya heshima, inafunza heshima. Unakutana na kocha wake kabisa ni mkali, lakini akifika hapa katika club anakuwa mwepesi sana. Ile inamfunza mtoto na yeye kuwa mwepesi pole. Baada 1 month 2 months anafika anatulia, mtoto anakuwa mpole sana. Okay, ngoja tuende kwa mwingine kiongozi. Asante sana. Mzee baba ananyamana tisha na desura yake na tisha ni mrefu, lakini vipi? Safi. Fresh. Safi. Jamani, shuka na wewe. Mimi ndo ni mfupi uone. Ndo maana. Mambo ni aje? Hivi sawa. Tunaweza utazoea basi hapa hakuna chochote hapa kitachoka. Mambo ni aje sasa? Salama. Unaitwa nani? Mimi naitwa kwa majina Tenga Vianney Mkunya. Tenga Vianney Mkunya. Mkongo. Ndio. Kwa nini Mkongo afu unakuja ku practice za Burundi? Kongo hamna? Kongo wako. Kwa nini sasa ukuja Burundi? Si jirani. Au Kongo umeogopa kule ungepigwa vipasi vya ukweli kama kuja kuonea watu wa Burundi? Kongo panajaa, yani mchezo wa box. Maana yake wewe hujapenda box kuja kufuata taekwondo? Box nimecheza, nilifuata wengine mchezo. Okay. Una miaka mingapi kwenye style ya taekwondo? Unataka jua miaka yangu? Miaka ambayo unacheza hiyo mchezo ni miaka mingapi? 20. Miaka 20 unacheza hiyo mchezo? Jamaa kongwe. Usha kuchukua labda hata tuzo lolote? Mimi nimeanza mchezo niko mdogo sana kama wadogo. Labda ushaenda kwenye competition yoyote kwa kuja na tuseme kwa Kifaransa prix? Wenzangu hapa washasema ni vile tunakuwa tunatoka na wengine wako wanakuja nao watatoka kama gisi na wengine wako wanatoka. Usha kupigana na nani ukaona kama amekusumbua kuliko wengine watu wote? Basi kupigana kuna kushinda, kuna kushindwa. Labda katika kupigana kwako yupi ambaye aliyekusumbua kuliko wengine watu wote? Mimi Surijionea mwenyewe ndugu yangu pale Surioni. Mdunda. Ule mimi kuachia. Aje niachia, kuniachia mimi barazi tu. Ingekuwa ni barabarani pale. Barabarani bwana ningemtimua. Huyu ameachia tu. Sasa ni ndugu. Eti. Ya vipi kuhusu vijana wako ambao wanazidi kuwa train? Maendeleo yao unayonaje? Hawa vijana hawa wakiendelea watakuwa watu wakali sana. Hii nguvu zako ambao na adabu, nasikia. Watakuwa na adabu, watakuwa na heshima. Na njoo tunakuwa tunawafunza.
Labda kwa nguvu ambazo unazidi kuzitumia siku hadi kadri ya siku, yapi mabadiliko unayaona kwa vijana wako? Mabadiliko tuko tunayaona kwa kuona wazazi wao waliwaleta hapa katika ile kundi hili. Wako wanaona mabadiliko. Wanasema mko mnawapa dawa, mnawafunza adabu. Njoo hivyo. Vipi kwa wazazi wengine ambao wako na watoto mtaani huko, unaweza kuambia kitu gani? Watoto wengine naweza nikaambia wazazi wao walete na yao. Unajua kwa wanafaa zoezi, wapate mafunzo. Hata shule wanakuwa wanaweza. Ndio. Ina maana kuna walimu ambao wanafunza vitu vya shule hapo? Si wanafunzi. Wanafunzi hao. Naoni wanafunzi. Inaonekana Taekwondo inaongezea pia akili ya shule. Kama kao. Danganya. Wewe utaongezea akili ya shule, je, unampiga watu ngumi na kwaje? Unajua gisi mambo alivyo. Hawana muda wa kupoteza. Wakitoka shule wanakuja kupata mafunzo hapo. Lakini wengine nao nakutana nao wakitoka shule wana mambo ya kizi ni vitu gani hivyo vingine. Haya, tatuseme asante sana baba nyoka. Asante. Kaki inakuaje? Safi. Salama lakini. Salama. Na umekuwa wewe kama mpole, wewe tuko sawa, urefu wewe. Tutakupiga vichwa hapa. Mambo yanakuaje sasa? Safi kabisa. Unaitwa nani? Safi, mimi naitwa Ndwimana Claude. Ndwimana Claude, wewe nawe pia ni katika makoach. Yeah, of course, yes. Wewe ni katika makoach ambao wanazidi kufunza madogo kama hawa. Vipi, labda niulize swali kama nilivyouliza wenzako. Ndio. Wewe ulishawahi kwenda kwenye competition yoyote? Tayari. Kama ipi? Nimeenda cup ya Korea hapa Rwanda, Kigali. Ulikuwa ngapi? Mimi nimechukua nafasi ya pili. Ulipigwa na nani? Mimi nimepigwa na Mkenya. Yeah. Huyu alikupiga wapi huko umia? Sio kunipiga eti kuniumiza, yani amenizidi tu janja kidogo tu. Ikabidi akanigusa tu nafasi hiyo. Mlikuwa ni watu wangapi kule kwenye competition? Tulikuwa tunafika watu wa 7 kwenye competition. Wewe ukachukua na nafasi ya pili. Nimechukua nafasi ya pili. Mwingine tumekwenda naye akachukua nafasi ya kwanza. Tunatoka club moja. Hapo Burundi. Ilikuwa ni kwenye hii club ama nyingine club? Hapana, ilikuwa sio kwenye hii club, ilikuwa ni Taekwondo club Bujumbura, inachezea hapo quartier city Ngagara. Kwa nini ukatoka kule kuja hapa? Hapana, hapa nimekuja kama kusupport marafiki zangu, yani tunacheza Taekwondo fasi moja, ila mimi nachezea hapo quartier city, quartier Ngagara hapo. Vipi kutokea ile club yako hapo Ngagara na hii yupi unaona labda tofauti wapi? Utofauti hauwezi ukakosa kwenye club yoyote ile, juu unaweza kukutana watoto, unakutana mtoto yuko master, yani wanasema anastahili kitu, na unakutana ni wadogo, wengine unakutana ni wengi. Utofauti ni kwenye pako tofauti, sababu kule kuna watoto wengi sana, unakutana ni 50 kupanda hivyo. Unakutana watoto wako pale wana talent tofauti. Mtoto unamwona na talent wakati kuna mfundisha au when panakuwa competition. Labda wewe ukijaribu kutazama hawa watoto jinsi unavyoona, yupi ambao unaona labda anakuvutia zaidi na yupi unaona labda ana future kwenye mchezo? Hawa watoto kabisa wote wananivutia, alafu wote wana future. Sababu future ya mtoto ni trainer wake anayemfundisha, ndio panatokea future ya mtoto. Labda kwenye matrainer ambao wako hapa uliwaona, yupi unaona labda ana uwezo wa kuwainua madogo? Huyu ana uwezo wa kuwainua hapa ni Master John, kama gisa amekuambia, sababu ndio kocha wa hapa, ndio ana hiyo uwezo mkubwa wa kuweza kuwainua watoto waweze. Labda uwezo wa John na uwezo wako unaona utofauti kwa? Utofauti huko, sababu uwezo wake uko katika hii klabu ambayo anayofundisha, na mimi uwezo wangu uko katika klabu ambayo inayofundisha. Labda ushawahi kupitana hata kwenye ngumi na John kwa labda upime uzito wake hapo, yani unaona Taekwondo tunafanya usaidizi. John anaweza kanitaka, mimi naweza nikamtaka, tukakuja tukasaidizana. Kuja sometime niko na teach hao watoto, sometime nakutana na kwenda kule nafundisha, au ni mimi nafundisha, yani tunasaidizana hivyo. Juzi tunawapatia watoto. Labda hii Taekwondo ambao unaicheza hapa kwetu Burundi, yupi unakiona kipi kama mafanikio kwako na kwa wengine vijana ambao wanacheza mchezo wa Taekwondo? Kwa kweli mafanikio in Taekwondo yapo. Unaona, mafanikio ni wakati wewe unajitoa na kuweza kufight mbele ya public of people, unaona, kuonesha talent yako. Fanikio kubwa kwanza kwa mchezaji wa Taekwondo, fanikio kubwa inakuwa ni discipline, because wewe uko na discipline unapata kila kitu ambacho wewe unachokitaka katika ile Taekwondo. Sababu mimi nikiwa na discipline, ninapoonesha discipline nzuri, sababu kuna watu watanitaka mimi ili niweze kuendeleza Taekwondo yangu. Ndio mafanikio makubwa, unaona. Juu kama una discipline in Taekwondo you cannot fight very well. Ndio unasema discipline, mimi naona kweli hapo. Mimi kweli naona discipline sawa. Vipi kwenye mambo ya
Mshiko. ilikuwaje? Hii unajua inchi ziko tofauti. Mshiko unaweza ukapata ile ya maziwa kama trainer, panakuja president wako anakukutana pale jinsi kuwafundisha na kusupport. Hivyo na hivyo ndio kitu tunaendelea. Juu sababu nimekwambia kitu naanza hapa chini, jinsi unaendelea, wenda kesho yake tuna prepare watu kuwa the future sababu kesho aujui matunda yatakuja vipi, kwa jinsi tunatumika ndio jinsi ile matunda yanapaswa kuja. Labda tuseme asante sana kwa muda wako, pia tukushukuru na kuweza kufunza madogo hapa, lakini kama mimi nikienda hapa hivi wadogo tunaweza kupigwa kwa sana. Mimi ndio anaita chicha. Hao wadogo wanaweza wakua. Nilipiga kocha. Madogo kocha na fight. Kocha yule amekuacha. Amekuacha ndugu yangu. Niambia rudi. Ule anapiga kasi. Nimwambia rudi. Hawezi kukubalia. Niambia rudi mje mko wawili. Mimi barazi tu. Sawa mzee, nimeona una fight ni fresh. Inaonekana umewahi kadogo tu. Sijawahi. Labda ngoja niseme asante sana kwa viongozi wangu. Niseme ni fursa kubwa sana ambayo niliweza kuipata kuongea na kina nyinyi. Ni mmoja katika mchezo ambao niliambiwa kwamba unakuwa na discipline kwa vijana. Pia ni mchezo ambao unazidi kuvutia jamii kuweza kujituma kama wazazi wanatuma na watoto wao kutokea na mazungumzo yenu. Vipi, labda kama swali langu la mwisho ningependa kuuliza nyinyi viongozi, labda nyinyi kama viongozi, kipi ambacho mnakiona mnakiondoa na kipi ambacho mnakiona mnakileta kwenye jamii? Kwa kweli kitu ambacho tunachoondoa na kitu ambacho tunaweza kusema tunaleta katika jamii, kitu cha kwanza ni adabu. Kwa sababu adabu ndio inaongoza jamii. Kwa sababu ukikuwa huna adabu, hata sehemu unapoishi hakuna mtu anaweza kupata maji ya kunywa. Ndio maana si Taekwondo, kitu ambacho tunachotia cha kwanza ni discipline. Kwa sababu hata mtoto shuleni akiwa kwenye darasa kama hana adabu, itakuwa ni kila siku ni ugomvi na mwalimu wake. Ndio kitu cha kwanza ambacho tunachochezana na tofauti walimu wa shuleni na walimu wa mazoezi ya Taekwondo. Yaani tunasaidiana kwa kupatiana, yani kwa kupatia wale watoto wa kupatia discipline. Ndio naweza kusema ndio kikubwa zaidi sana tunachoongezea katika hawa vijana wetu. Wewe kama kocha, labda mtu akitaka kujiunga na hii club yako, vipi ambavyo vinavyohitajika? Kabla sijasema mambo mengi, vitu ambavyo vinavyohitajika ni yeye huyo mtu ambaye anataka kujiunga anaweza kuja hapa, kwa sababu hapa tuna viongozi, sisi ni walimu, lakini tuna viongozi ambao uko juu yetu. Anaweza kuja akitaka kupata kujua mengi kupitia kuja kujiunga nasi, anaweza kufika hapa kwenye hii timu yetu, afu tutazidi kumwambia mengi zaidi akifika. Labda ningependa kuongea na mheshimiwa kiongozi president aweze kutuambia mawili matatu kuhusu klabu yenyewe. Kiongozi, tunatoa jambo sana. Jambo sana. Salama. Tunashukuru. Labda tungependa tunaongea na kiongozi nani? Mimi kwa jina naitwa Chiza Joseph. Ndio jina. Jamaa huyu tunamzoea kwenye movie tofauti. Jamaa huyu tunamjua, jamaa ni mchezaji bora. Ni mchezaji bora kwenye movie hapa Burundi, ni mmoja katika watu wanawakilisha industry nzima ya movie hapa Burundi. Jamaa ni kiongozi wa club nzima ya Taekwondo. Kaka, labda tusingependa kuuliza swali la uzushi. Na wewe ushawahi kucheza michezo? Mimi mchezo wakati nikingali mtoto nimeianza. Babangu mdogo alikuwa anacheza karate sana. Afu nilikuwa wakati na miaka 5 6 na mimi nikajiunga kwenye kundi lake, lakini kwa bahati mbaya akafariki, nikafika naacha. Lakini nilikuwa naipenda zaidi. Wewe kama kiongozi, wewe kama president, kwa nini umeamua kujitoa kusaidia watu kama hawa? Hivi hakuna madhara yote ambayo yanakuletea ama kwenye jamii inakuwaje? Kwa hiyo sisi kwanza tuko wana michezo. Tunapenda michezo tofauti, sio tu hii ya Taekwondo tunashirikiana nayo. Kuna nyingine unajua ya sinema, kuna nyingine wanaocheza hizo kizompa. Hizo zote ni kundi ambao tumekamata kwenye mikono yetu ili tuwakilishe mchezo ya Burundi, na sisi Warundi tunafika mbali. Maana hii michezo kama mchezo wa Taekwondo, mchezo wa karate, mchezo wa kung fu na mingine ambayo ni michezo ambayo Burundi iko chini sana. Sasa kwa hiyo tukajitahidi ili tuwakamate
mu mikono ili tuwasaidize vidogo vidogo tunavyoweza, ili na Burundi iwakilishe, watoke nje ya nchi wakaoneshe kama Warundi nao wanaweza. Labda kwenye timu yako hii, kwenye group yako, labda tuseme kwenye club yako hii ya Taekwondo, wewe ni kipi ambacho ulichokiandalia tuseme labda kitaweza kuwasogeza mbele kuliko tofauti na zingine club? Cha kwanza muhimu kwanza ni sehemu ambayo wanafanyia mazoezi papatikane kwa muda. Pili, tukishaona wanafahamu vizuri, tunabidi wajiunge katika serikali ambayo ijue kama wako hapa. Ndio kitu muhimu. Serikali haijajua kwamba wako hapa. Ambapo serikali inafahamu kama wapo, lakini inabidi tupige hodi mpaka kwenye waziri afahamu, kama waziri wa uchezo na utamaduni, wajua hapa hii ni nyumba kwanza ina vitu vingi sana. Wasikuje wanajua kama kuna sinema tu au kuna mchezo mingine. Hapa na karate, taekwondo vipo. Inabidi sasa serikali fahamu kweli hao watu wapo. Wakipiga hodi, unajua maana hii michezo hata kwenye radio na television ya nchi ambayo haioneshwi kawaida, lakini wakishajua kama wapo hapo, watakuja wanawakuta hapa. Muhimu zaidi, watakuja na watawaona, watazungumza nao, na kesho pakikuja mtu na wataka Burundi unao uingia kwenye mapambano kama zingine nchi, watatoka hapa wanakwenda. Sisi tuko serious kuwatafutia yao vitambulisho nini, kila kitu tuko serious kuwatafutia hivyo vitu. Ulipoanza kuisaidia hii kundi, vipi unaona labda kama kuna maendeleo yote madhuri, na pia kuna kitu ambacho kinajidi kujiongezea na kinakupatia bidii? Kwanza bidii kwanza yenyewe ya kwao ndio inasababisha kuonesha kama wanataka nayo kujisogeza mbele. Hauwezi msogeza mbele mtu kabla na yeye hajataka. Wenyewe wana bidii, kwa bidii yao na sisi tutakamatia kwa bidii yao kuwasogeza mbele, na ndio maana muda wote tuko hapa na tunawafuatilia, na chochote kitachopatikana inabidi tunapiga hodi huku na huku ili nao wasogezwe mbele huku. Asante sana, ni watu wadogo hapa Burundi wanaweza kujitolea kama jinsi ulivyojitolea wewe. Acha tuseme asante sana, pia tukupatie na nguvu ya kuzidi kuendelea kusaidia kundi zima na michuano hiyo. Umesema Kizompa movie kiongozi, tukutakie kila la heri, tukutakie na baraka, Mungu aweze kuwezesha na kuweza kuwasaidia vijana wako. Asante sana, na mimi nashukuru sana. Wapenzi watazamaji wa Samy-well TV, tulikuwa kwenye timu kwenye club nzima inacheza Taekwondo Kamenge. Nimeweza kuongea na viongozi, nimeweza kuongea pia na makocha, wametoa maoni yao, pia wametoa ni kipi ambacho wanachoweza kukisaidia. Wewe ambao una mchango wote unaweza kusaidia kundi nzima na club nzima la Kamenge la Taekwondo. Pita ni quartier Tunyoni, sehemu ambao kulikuwa na bar wao na wabasigaye, utafika pale utaulizia, utaweza kuelekezwa ni wapi ambao upite, ni wapi ambao utapeleka msaada. Uwe mzazi ambao una mtoto ambaye kweli mtoto amekuwa huko, alikuwa balazi hito, mtoto ambao anaona kama amekusumbua, usikawie, mlete hapa ili aweze kumpatia mafunzo, aweze kunyoka, aweze kuipata adabu kama wengine watoto, ili aweze kunyoka na aweze kumfurahia kwa neno meza mtoto na kwa na discipline. Viongozi, acha niseme asanteni sana, kocha wote acha niseme na watakia kila la heri na kuweza kunyosha hii miguu na akili. Ndio kitu ambacho nimekifurahia sana, sio miguu tu, mnaweza kunyosha na blend zao, ni kitu kizuri sana. Pia niseme na washukuru sana pia kunipatia na fursa kama hii. Pia tunasema hongereni sana kwa kazi yenu.